Jenge masoko na tuendeshe taifa letu la Kenya. Watu wa Chogoria tuko pamoja jameni. Nasema tuendelee. Mimi najua ninyi ni wakulima wa chai na kahawa. Ni kweli ama si kweli? Hapo kwa kilimo ya chai Mungu ametusaidia. KTDA tumewasaidia, tumewapunguzia gharama ya mbolea. Sasa ile mbolea walikuwa wananunua 5,000, sasa wananunua 2,500. Wakulima wengi wanatumia mbolea. Tumezalisha chai zaidi mwaka uliopita mpaka pesa ikaongezeka by almost 40 billion shillings kwa mambo ya chai. Ile kilimo ya kahawa ilikuwa imetekwa nyara na matapeli. Mtu mmoja alikuwa na leseni ati yeye ni mila, ati yeye ni broker na yeye ndiye ananunua kahawa huko kwa Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja anachukua kahawa yako anasema iko grade ya chini. Wewe ukiondoka anapandisha grade kwa sababu yeye ndio mila na yeye ndio broker na yeye ndio mwenye kununua. Unaona ile ukora ilikuwa hapo. Hawa makateli wote nimewafukuza na nimesema mtu anapatiwa leseni wote. Kama wewe ni broker tunakupatia leseni moja. Kama wewe tunakupatia leseni moja. Kama wewe ni mila tunakupatia leseni moja. Hakuna mtu ambaye atateka nyara tena kilimo ya mambo ya kahawa. Ndio sababu mnaona bei ya kahawa ambayo ilikuwa shilingi 40, shilingi 50, shilingi 60 mwaka mmoja iliyopita, mwaka huu kahawa ni 110, 120, 130. Tunaelewana jamani? Niliwaambia tutanyorosha hawa watu. Nyorosha. Na niliwaambia mambo yao ni matatu. Ndio. Wale wote wako hapa. Ila wahame Kenya ama tuwafunge jela ama wafanye nini? Watu wa shoyu sasa kilimo yetu ya kahawa iko imara na tutahakikisha, na nimemwambia Waziri Mutahi Kagwe ya kwamba hiyo maneno ya kahawa hatutaki irudi nyuma tena. Tunataka kilimo iweke pesa kwa mifuko ya wakulima. Ile tulikubaliana guaranteed minimum return ya mambo ya maziwa. Tumesema minimum 50 shillings alipwe mkulima. Wale watu wengine wangangane na shilingi 3, shilingi 4, shilingi 5, brokers na wale wengine sijui transporters na kila mtu. Ni mnanielewa? That is what we are doing so that agriculture pays. Na wakulima wanapata bei yao ya sawasawa na tunaenda mbele. Ninyi mliniambia pia nipange maneno ya masomo ya watoto wetu. Si namna hiyo? Ndio sababu maneno ya CBC tumenyorosha. Maneno ya walimu tumeajiri walimu wapya 76,000. The highest number of teachers hired in the history of Kenya. Kwa sababu tunajua elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ile mtihani inafanyika, mtoto wa rais, mtoto wa mama mboga wanafanya mtihani moja, kwa sababu that is how we create equality. Na ndio sababu tunaweka pesa nyingi kwa mambo ya masomo, ndio kila mtoto wetu apate nafasi ya kusoma na hakuna mtoto wa Kenya atabaki nyuma. Na ndio nimetoa amri kwa Wizara ya Elimu na waziri yuko area, wakutane na governors kina Muthoni Njuki hapa next week, wakutane watengeneze mkataba, kwa sababu yule controller of budget alisema ya kwamba ati county governments wasitoe pesa kwa mambo ya basari, na hiyo mimi sikubali, kwa sababu pesa ambayo counties inatoa kwa watoto wa Kenya. Si namna hiyo? Na hakuna mtoto wa county ama mtoto wa national government. Sisi tunasema basari itoke kwa national government, basari pia itoke kwa county government. Kwa hivyo waketi chini next week wakubaliane ili counties wasaidie watoto wetu kwa kuwapatia basari vile national government inatoa, ndio watoto wetu wote wasome. Tunakubaliana watu wa Chogoria? Mnasema tusomeshe watoto wetu. Tupeleke Kenya mbele.
Na nyinyi watu wa Tharaka Nithi, mimi nataka niwaambie asante sana. Mumenipatia huyu muungwana anaitwa Profesa Kithure mimi nawashukuru sana, na mimi nataka niwaeleze ya kwamba kama kiongozi wa taifa hii, mimi nimesema hakuna jamii iko Kenya hii kimakosa. Hakuna sehemu ya Kenya iko Kenya hii kimakosa. Ni mapenzi ya Mungu. Jamii zote zilizoko Kenya ni kwa sababu Mungu amependa hivyo, na kwa sababu nyinyi kwa mapenzi yenu, kwa kura zenu na kwa mapenzi ya Mungu, mimi ndio rais wa Kenya. Nimesema nitaunganisha Wakenya wote kutoka jamii zote, kutoka sehemu zote, kutoka kaunti zetu zote, kwa sababu umoja ni nguvu. Utengano ni dhaifu. Jameni watu wa hapa, mnasema tuunganishe Kenya. Mimi na huyu muungwana, huyu profesa, tuunganishe Kenya. Kenya ni moja, pamoja. Umoja ni nguvu jameni. Tufanye mambo ya masomo, tuweke kilimo, tuunganishe stima, tuweke soko kama hii, Kenya isonge mbele. Wale wanasema tuunganishe Kenya. Basi mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana. Mimi nataka nimwambie Waziri Alice, tulishatangaza mambo ya hostels ya TVET zetu. Mimi nataka kama hatujatangaza TVET, kama hatujatangaza hostels ya Murang'a, tutangaze hostels ya Murang'a, kwa sababu sitaki hawa vijana waishi mahali ambapo haina. Na hiyo kazi ingine mmesema yote tutashirikiana kama yao. Unataka iwe national polytechnic. Ndio. Unajua hiyo taratibu inafuatwa. Tufuate hiyo taratibu. Utaratara hiyo tuweke mpaka mpite mtihani. Nifanye national polytechnic. Basi waziri ataanza hiyo mtihani. Kwa hivyo kwanza nichukue nafasi hii jameni, nimuulize Profesa Kithure Kindiki, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, akusalimie. Merikaire okenete muratu aliongera rais William Ruto. Acha nione kwa mkono bwana wamefurahi. Rais, mimi nimefurahi vile umefika hapa. Umesikia watu wa Chogoria na watu ya Tharaka Nithi. Rais ameeleza ile kazi ambayo amekuwa akifanya tangu siku ile mlimpatia kura kuwa rais wa Kenya, kwa sababu siku ile alichaguliwa 2022 uchumi haukuwa mahali pazuri. Uchumi ulikuwa na matatizo mengi. Shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu. Bei ya chakula kama unga ilikuwa juu kidogo. Petroli ilikuwa juu kidogo. Na rais ameeleza amekazana miaka 2.5 sasa, na ameanza kudhibiti maneno ya uchumi. Ndio unaona shilingi ya Kenya imepata nguvu kidogo from 165 to 128. Bei ya unga imetoka 240 230 for 2 kilos
to about 130, 120. Mafuta ya petroli from 22.17 shillings a liter to about 160, 165. Na hiyo ndio kazi rais alikuwa akifanya mpaka inflation imetoka 9.6 mpaka 3%, ili mwananchi asipate ongezeko la bei ya bidhaa muhimu mara kwa mara. Rais kwa hivyo amekuwa kazini kwa miaka miwili.